Yes, asante sana kwa kutenga muda wako na kunisikiliza hivi sasa. Mimi ni wako Brother FM. Nikusalimu tu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo aliye hai. Karibu sana katika kipindi pendwa kabisa kinachoitwa Ulimwengu wa Gospel. Kinapatikana hapa katika channel yako pendwa kabisa. Hii ni FPCT Ruaha TV. Karibu sana, ni muda mwafaka kabisa ambao utakwenda kujua mambo mengi ambayo yamejiri katika ulimwengu wa gospel, na hapa niko na mtumishi wa Mungu, atajitambulisha majina yake. Mimi sitaki nianze, lakini yeye atajitambulisha kwa muda wake. Nikukaribishe sana, tega sikio lako pia na macho yako kutazama na kujua kile ambacho kinakwenda kujiri hivi sasa. Karibu sana mtumishi wa Mungu, uweze kuwaambia wale wasikilizaji ambao wako hivi sasa Yohana na kusikiliza na kutazama nini ambacho umewaandalia katika mwezi huu hapa wa sita, maana kuna jambo hatari sana bwana mtumishi. Okay, Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Ezekiel Edison. Napatikana hapa Kilombero, kanisa la FPCT Ruaha, chini ya mchungaji kiongozi Pastor Jackson Sangiza pamoja na mchungaji ambaye ni msaidizi Pastor Godwin Lungwa. Nina furaha kubwa sana kuwakaribisha ndugu jamaa na marafiki na watumishi wote kutoka maeneo jirani ya Kilombero. Inawezekana wakusikia, ongeza sauti kidogo. Okay, sawa. Tunawakaribisha sana. Tuna jambo ambalo tumeandaa mwaka huu mwezi wa 6 tarehe 26 mahali hapa FPCT Ruaha. Tuna ibada inayokwenda kwa jina la Victory at Hand. Victory at Hand maana yake kwa Kiswahili tunasema ushindi mkononi. Na hii imetokana na kile kitabu cha Yoshua sura ya 6 kuanzia mstari ule wa kwanza, wakati ambao Yoshua anawaambia wana wa Israeli kwamba kwa kuwa Bwana anatufurahia atatuingiza katika mji huu. Na unakuta kwenye ule mstari wa kwanza anasema, yanasema kwamba Yeriko ilikuwa imefungwa kwa ajili ya wana wa Israeli, lakini Yoshua anasema kwamba mji huu wa Yeriko umeshakuwa mikononi mwetu. Kwa hiyo ushindi mkononi maana yake ni nini? Kwamba Mungu ameshatupa ushindi ambao tulikuwa tunauhitaji. Kwa kila mtu na taraja lake, ushindi umeshakuwa mikononi mwake. Kwa hiyo siku ya tarehe 26 tutakuwa na ibada ya kumsifu Mungu, kwa sababu makuhani walikuwa wakizunguka ule mji kwa panda wakimsifu Mungu, hatimaye ule ukuta ukaanguka. Kwa maana hiyo ni siku ya kuangusha kuta ambazo zilikuwa zimetuziba kwenye vita ambayo tulikuwa tunakutana nao. Manake tunakutana na ushindi ule ambao tulikuwa nao katika jinsi ya roho, lakini saa hiyo unadhihirika kwa dhahiri katika macho yetu, tunaona na tunashuhudia. Kwa kutakuwa na vitu vya kushikika, kuna vitu vya kuona kwa macho, kuna vitu vya kuona na kuvisikia. Kama unahitaji, ulikuwa kuna mtu anahitaji kwa habari ya kazi, Mungu anampatia kazi. Manake kuna mtu alikuwa anahitaji ndoa, Mungu anampatia ndoa. Kuna mtu alikuwa anahitaji familia, Mungu anampatia familia. Kwa namna yoyote Mungu atakuwa anatenda, ule ushindi ule kwa mikononi katika ulimwengu wa roho unadhihirika kwa jinsi yake. Kwa hiyo ndio rhythm ambayo tunayo mwaka huu. Mwaka jana tulikuwa na God's Appointment, lakini this time tunao Victory at Hand. Na tutakuwa na waimbaji tofauti ambao bado baadhi hawaja confirm, lakini tutaanza kuwa announce hivi punde. Lakini pia tutakuwa na kipindi ambacho tutatoa introduction fupi kwa ajili ya nyimbo ambazo tumekuwa tukiziimba. Tumeona nyimbo ambazo tukaziimba. Miongoni mwao kuna hii t-shirt ambayo mtumishi wa Mungu amevaa. Kuna, by the way, kuna t-shirt ambazo inaitwa nani kama wewe. Hii song nyimbo. Hii ni nyimbo ambayo Mungu alitupa neema ya kurekodi. Tumekodi nyimbo 4 na hizo nyimbo tutatoa introduction siku hiyo, watu watasikiza baadhi, lakini pia tutatoa namna ambavyo watu wataweza kuzipata hizo nyimbo. Kwa hiyo ni shauku yangu kukuona wewe ndugu unanisikiliza na kunitazama. Mungu akupe neema ya kuhudhuria siku hiyo. Itakuwa ni siku ya baraka mno sana, kwa sababu nowadays we need a worship every time. Tunahitaji ibada kwenye maisha yetu, kwa sababu sisi tumezaliwa kutoka kwenye ibada. Tunatoka tuishi kwenye ibada. Kila tunachokifanya tukifanye katika ibada. Kwa hiyo ikiwa wewe ni mfanyakazi, mfanyabiashara, mkulima, unahitaji kumfanyia Mungu ibada ili unapokuwa katika kilimo uendelee kufanya ibada. Lakini sisi tumetokea kwenye ibada, tunaishi kwenye ibada, na hata mbinguni tunapoenda tunaenda mahali pa ibada. Kwa hiyo ni jambo la muhimu sana kuwepo kwenye ibada. Kwa hiyo usikose mtumishi wa Mungu. Amina. Kuna tangazo ambalo linaendelea sasa hivi kwenye mitandao kuhusiana na, pia limeonekana pia tangazo kuhusiana na t-shirt. Upatikanaji wa t-shirt sasa hivi mmewekaje? Kwa sababu watu pia wanahitaji, na wengine pia nimeona wananicheki kwenye simu zinapatikana.